Rostam alirudi nyumbani na kumkuta mkewe amekaa kitandani na mwanaume mwingine. Mkewe pia alishtuka kumwona Rostam. Bila kusema neno, Rostam aliingia na kuchukua pasipoti yake kisha akaanza kuondoka. Mkewe kwa wasiwasi akasema, "Rostam, ulikuwa umeondoka, mbona umewahi kurudi tena ghafla?" Lakini Rostam hakujibu kitu, akaanza kutoka zake nje. Mkewe akamkimbilia huku akisema, "Tafadhali Rostam, nisikilize. Tafadhali please, nakuomba nisikilize. Rostam, nisikilize." Akamshika mkono na kumwambia, "Tafadhali nisikilize." Rostam akamwambia, "Kuna chochote nilichoongea na wewe?" Mkewe akamwambia, "Tafadhali sema chochote. Najua nimekosea. Tafadhali sema chochote. Usikae kimya." Rostam akasema, "Sina cha kusema. Naondoka kwa sababu nachelewa." Mkewe akamshika mkono kwa nguvu na kusema, "Tafadhali Rostam, tafadhali usifanye hivi. Nifokee, nipige, nifanye chochote. Lakini usikae kimya. Najua nimekosea. Naomba tafadhali unisamehe." Rostam akasema, "Kwa nini nikupige? Labda mimi ni mwanaume ambaye sina uwezo wa kutimizia haja zako. Na ndio maana ukaenda kwa huyu. Inawezekana na uwezo wa kutimizia haja zako na mahitaji yako yote." Mkewe akasema, "Hapana, mimi sitaki kuishi na huyu. Nataka kuishi na wewe Rostam." Rostam akaupukuta mkono wake na kumwambia, "Kama ungekuwa unahitaji kuishi na mimi, usingekuwa na mwanaume mwingine. Na inawezekana sio mara ya kwanza unakuwa naye. Inawezekana ulishakuwa naye mara nyingi. Wewe fikiria, mara tu baada ya mimi kuondoka ukampigia ukamuita." Mwanaume mwingine akaingilia na kusema, "Sikiliza kaka, kilichotokea kimetokea, lakini mimi sitaki kuharibu familia ya mtu. Watu wote tunafanya makosa na mimi naamini nimefanya makosa. Kwa hiyo naomba unisamehe." Rostam akamwambia, "Familia ilishaharibika na hayo unayoongea ulitakiwa uyafikirie kabla haujaja hapa." Akamgeukia mke wake na kusema, "Umeongea kawaida sana kwamba umefanya makosa. Kwa nini mimi sijafanya hayo makosa? Na wasichana wengi sana wanaofanya kazi ofisini kwangu. Ningeweza kumchukua yoyote na mimi nikaenjoy naye, lakini sijafanya hivyo. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nakupenda na nakuheshimu. Lakini wewe hujalifikiria hilo. Na siku zote huwa najifikiria kwa vile mimi nakupenda sana, basi na wewe utakuwa unanipenda sana. Na nikaamini tutaishi pamoja maisha yetu yote. Lakini nimegundua haufai. Ingekuwa ni ndoa ya kulazimishwa na wazazi, ningeamini kwamba ulikuwa hunipendi toka mwanzo. Lakini mimi na wewe tulikuwa katika mahusiano ya kimapenzi kwa miaka 3 kabla ya ndoa. Na sasa tuna miaka 2 ndani ya ndoa, lakini bado unanisaliti. Kwa nini? Kwa nini mke wangu? Nini nilichokukosea? Alafu bado unasema unataka kuendelea kuishi na mimi. Kweli? Naishije na wewe katika hali hii? Na inawezekana hata kipindi cha mahusiano ulikuwa hivi hivi. Ulikuwa una watu wengi ambao ulikuwa unanichiti nao. Lakini mimi nilikuwa sijui. Siku zote mtu anayempenda kwa dhati mwenzi wake hawezi kumsaliti. Na wala hawezi kumwona mtu mwingine yoyote zaidi ya mpenzi wake. Ni Mungu ndiye alinifanya nisahau pasipoti yangu ili nje kushuhudia niliyoyashuhudia. Sasa ninasafiri. Nitarudi baada ya siku 3. Nitakaporudi nisikukute ndani ya nyumba hii. Ukusanye vitu vyako vyote nikute umeondoka." Baada ya kusema hayo, Rostam akaondoka. Mkewe akabaki anamlalamikia, "Rostam, samahani Rostam." Baada ya Rostam kuondoka, mwanamume wake mwingine akamgeukia na kusema, "Yaani ni vizuri sana akikuacha, kwa sababu mwanamume kama yule hatakiwi kuwa na mwanamke mchafu kama wewe. Yaani hata mimi pia siwezi." Mwanamke akauliza, "Unamaanisha nini?" "Namaanisha kwa tabia zako unatakiwa ukiruka njia tu na sio ndoa. Fikiria mwanaume aliyekupenda kwa dhati na kukupatia kila kitu, umemsaliti. Je, mimi utanifanyaje? Na kushauri tu tafute mwanaume mwingine, mimi hapana tena." Naye pia akaondoka akimwacha mwanamke akiendelea kumuitaita bila mafanikio. Akabaki akilia huku akijutia makosa aliyoyafanya. Kama wewe ungekuwa Rostam ungefanya nini? Hebu niambie pia umejifunza nini?